Matumaini yangu ni kwamba umekuwa wengi mkitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya Kwetu Live 01. Hujambo popote ulipo, karibu sana kwenye taarifa hizi za habari ambayo tunakuletea kwa sikia leo, ikiwa ni tariki 4 mwezi Mei mwaka 2026. Msomaji wako ni mimi Esther Shibabu, lakini kwanza ni muktasari wa habari zenyewe. Wanafunzi wa mwaka 6 ya sekondari wameanza mitihani ya nje ya kawaida, yani hors session, popote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hii Jumatatu tarehe 4 Mei mwaka 2025. Na huko Tanzania ni kwamba Rais Samia Suluhu Hassan amewatakia mafanikio mazuri wa kidato cha 6 pamoja na wanafunzi wa vyuo vya walimu wanaoanza mitihani yao ya mwisho, akiwahimiza wabaki watulivu, waaminifu na vile vile wenye kujiamini kwenye mitihani huko Tanzania. Vile vile huko Sudani Kusini, Balozi Sabino Edward Nyawela Amaikweye, naibu mwakilishi wa kudumu wa Sudani Kusini katika Umoja wa Mataifa, akihutubia Baraza la Usalama jijini New York Ijumaa hii. Mengi na zaidi utayafuata katika taarifa hizi ambazo zinaletwa nami Esther Shibabu. Hatimaye ni habari kamili. Wanafunzi wa mwaka 6 ya sekondari wameanza mitihani ya nje ya kawaida, yani hors session, Jumatatu Mei 4 mwaka 2026 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Masomo kama insha, yani dissertation, majaribio ya kiufundi, mitihani ya mdomo wa Kifaransa pamoja na mazoezi ya kitaaluma yanahusika kabla ya mitihani wa kawaida ya mwezi Juni ujao. Katika kujiamini, msongo wa mawazo wa matumaini ya kufaulu, wanafunzi wanajiandaa kutetea miaka yao 12 ya masomo tokea shule ya msingi hadi sekondari. Masaa machache kabla ya mitihani ya hors session mwaka 2026, presha zinaongezeka miongoni mwa wanafunzi. Hata hivyo, baadhi yao wanaonekana watulivu na wenye kujiamini kutokana na maandalizi yao. Kama mwanafunzi mmoja, Crispin Watelaninwa, akiwa huko mjini Kamituga, amesema hapa na mnukuu: "Mimi niko na utulivu kwa sababu naamini yale tuliofunzwa na uwezo wangu. Nasoma peke yangu, inawezekana nitapata na bila hofu kabisa," alisema Crispin Watelaninwa. Wengine wamesema kwamba hofu ya sasa ya masomo ni kama hiyo ya hesabu, ambao hapa na kinukuu: "Ninaogopa zaidi hesabu, lakini natarajia kufaulu angalau 50% au zaidi ya hapo," ndivyo alisema mwanafunzi mwingine ambaye hakuweza kutaja jina lake. Kwa wengine, hali hii ni changanyiko kabisa wa msongo wa matumaini, kama hapa na nukuu: "Kwa kweli alihisi pressure, furaha ya hamu ya kumaliza. Hii ni hatua mwisho baada ya miaka 6 ya sekondari. Sitaki kushindwa. Wakati mwingine naogopa, lakini nitajikaza nikisoma." Walimu wanaonyesha kuridhika na waandalizi yaliyopatikana wanafunzi wao, huku ambako mwalimu mmoja wa shule ya sekondari Institut Tangila aliweza kusema nikinukuu: "Karibu na mitihani, nimeweka mkazo kwenye marudio yaliyolengwa na mlipuko wa mpangilio. Kwa upande wa insha ya Kifaransa, yani dissertation, ninasisitiza kuelewa vizuri mada ya kusimamia muda wakati wa mitihani. Kwa jumla, kiwango cha maandalizi ya wanafunzi wangu ni kizuri. Naomba wanafunzi waamini uwezo wao, wafanye kazi kwa bidii na kukabili mitihani kwa utulivu na dhamira," alisema mwalimu huyo. Hakikisho mengine yametoka kwa shule ya kiserikali ya Katoliki ya huko Mungombe Petit Seminaire, ambao walimu na wanafunzi walionyesha kuwa na hamu kabisa ya kuweza kujitokeza kwenye mitihani hizo, kwa kuwa amesema kwamba hawana hofu na lolote, kwani ni kawaida na zile wanazofanya mashuleni. Walimu wengine wameshauri wanafunzi kuwa makini, watulivu na waangalifu kati yao, waondoe woga wote. Ratiba ya mitihani yao ni yamepanga kama hivi: insha ya dissertation ni tariki 4 Mei mwaka huu, huko ambako mitihani ya kiufundi itakuwa tariki 5 Mei, na mitihani ya mdomo wa Kifaransa kuanzia tariki 6 hadi tariki 9 mwezi Mei, mazoezi ya kitaaluma kuanzia tariki 11 hadi tariki 18, huku tukisema tu bahati njema kwa wanafunzi wote. Dar es Salaam.
Rais Samia Suluhu Hassan akiwa kiongozi wa nchi ya Tanzania amewatakia mafanikio mazuri kwa wanafunzi wa kidato cha 6 pamoja na wanafunzi wa vyuo vya ualimu wanaoanza mitihani yao ya mwisho, akiwahimiza wabaki watulivu, wa kuamini na wenye kujiamini zaidi. Katika ujumbe wake, Rais Samia Suluhu Hassan amesema anaomba kwa Mungu kuwajadilia kabisa na kuwajalia afya njema na utulivu wa akili ili waweze kufanya vizuri katika mitihani hiyo muhimu kwa maisha yao ya kitaaluma na baadaye. Aidha, Rais Samia Suluhu Hassan ameeleza kuwa serikali inaendelea kuboresha sekta ya elimu kupitia hatua mbalimbali, ikiwemo kuongezeka kwa mikopo na ufadhili wa wanafunzi, kujenga vyuo vikuu katika kila mkoa, pamoja na kuanzisha kwa vyuo vya ufundi katika wilaya mbalimbali. Uganda. Zaidi ya familia 50 katika halmashauri ya mji wa Malaba katika wilaya ya Tororo zimehesabu hasara baada ya mto Malaba kuvunja kingo zake alfajiri ya Jumapili na kusomba mazao na mifugo. Mafuriko hayo yaliathiri seli za Amoni A na B katika kata ya Asinge pamoja na seli ya Kataboi A na B katika kata ya Akolodongo, maeneo ambayo yanapakana na mto na kwa muda mrefu yamekuwa yakikumbwa na mafuriko. Viongozi wa eneo hilo walisema mafuriko hayo yalitokea wakati tu walikuwa wamelala na kuacha nafasi mdogo ya kuweza kuokoa raia. Sudani Kusini. Naibu mwakilishi wa kudumu wa South Sudani katika Umoja wa Mataifa, Balozi Sabino Edward Nyawela, amesisitiza kwamba jukumu la msingi la amani, usalama na ulinzi wa raia liko mikononi mwa serikali ya kitaifa. Akitubia Baraza la Usalama wa Umoja wa Mataifa, Balozi Nyawela alitoa shukrani kwa jumuiya ya kimataifa, nchi zinazochangia, polisi na Umoja wa Mataifa na Umoja wa Mataifa wa msaada wao unaoendelea katika mchakato mzima wa ujenzi wa taifa nchi hiyo. Balozi huyo alibainisha mchango wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini South Sudan UNMISS katika kuahirisha usaidizi wa kibinadamu na kusaidia utekelezaji wa mkataba wa amani uliofufuliwa. Hapa nukuu: South Sudan inatambua jukumu muhimu ambalo UNMISS inaendelea kuchukua katika usaidizi wa utekelezaji wa makubaliano ya amani yaliyofufuliwa, kulinda, kuwezesha usaidizi wa kibinadamu na juhudi katika kuelekea amani na utulivu. Ndivyo aliweza kusema Nyawela. Na ndio mwisho wa taarifa hizi za habari katika lugha bora sanifu nyorotu kwa Kiswahili zilizoletwa nami Esther Shebabu. Usikose kufuatilia kwetu Live 01 kwa taarifa zingine baadaye. Mimi pamoja na timu zima tuseme tu bye bye.